Uhali gani mtazamaji wa Usalama TV? Karibu katika kipindi cha Tanzania Salama. Tanzania Salama ni kipindi ambacho kinalenga kukuelimisha na kukuhabarisha masuala mbalimbali yanayohusu usalama. Ambapo mada yetu ya leo itakuwa inahusu ni namna gani Jeshi la Polisi Tanzania linavyoshirikiana na Interpol kuzuia uhalifu. Na studioni leo tuna mgeni kutoka Kamisheni ya Upelelezi wa Makosa ya Jinai, Naibu Kamishna wa Polisi Gemini Mushi, ambaye ni mkuu wa kitengo cha Interpol. Kukuletea kipindi hichi utakuwa nami Valentine Ngoi. Karibu. Hii ni Usalama TV, televisheni ya mtandaoni ya Jeshi la Polisi Tanzania. Fuatilia matukio mbalimbali kupitia mtandao wa YouTube upate elimu. Kwa kweli inabidi wajue sasa hii dawati ni la wote, sio la wanawake tu. Taarifa. Naam, karibu katika kipindi cha matukio ya wiki. Burudani. Mama Samia Suluhu Hassan tunakupongeza sana. Na habari mbalimbali zinazohusu Jeshi la Polisi. Usalama TV, usalama wa raia na mali zao. Afande Gemini Mushi, karibu sana studio za Usalama TV. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, ni Naibu Kamishna wa Polisi Gemini Mushi, mkuu wa kitengo cha Interpol. Nashukuru kufika kwenye studio za Usalama TV. Afande Mushi, tumekuita studio leo katika ili uweze kutuhabarisha basi ni namna gani mwananchi ambaye anafuatilia kipindi hichi afahamu nini maana ya Interpol. Mwananchi aeleweje kuhusiana na Interpol? Kwanza nianze na neno lenyewe. Hizo ni herufi zinazowasilisha maneno mawili, International Police, yani polisi ya kimataifa. Labda kwa Kiswahili tungeweza kusema Polikim. Lakini maana yake sasa ni shirikisho la kimataifa la muungano wa polisi duniani katika kushughulika na uhalifu. Hili shirikisho lilianza mwaka 1923 na kufikia mwaka juzi tulitimiza miaka 100. Lakini kwa sasa, pamoja na kwanza lilianza na wanachama wasiozidi 23 pia. Sasa hivi lina wanachama ambao ni mataifa huru waliofikia 196. Kwa hiyo ni shirikisho ambalo limeunganisha polisi wote duniani, ambalo ni mmoja ambao kusanisha. Ndio, ni shirikisho ambalo linaundwa na taasisi za kipolisi duniani katika nchi huru. Ninavyozungumzia taasisi za kipolisi, inakuwa na maana kwamba nchi nyingine wanaita jeshi la polisi, nyingine wanaita huduma za polisi, nyingine wanaita polisi ya kitaifa. Kwa hiyo kwa sasa nchi 196 kwa taasisi zao za polisi ndio wanachama wa shirikisho hili. Na majukumu yenu ni yapi? Kwa mfano Polisi Tanzania na nini sehemu ya mwanachama katika shirikisho hilo? Ndio. Majukumu ni yapi? Polisi Tanzania ni mwanachama tangu mwaka 1962. Ilikuwa ni muda mfupi tu baada ya uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo ilikuwa imepata sifa za kujiunga na shirikisho hilo na ikawa ni mwanachama. Lakini majukumu ya shirikisho ni kushirikiana katika kupambana na uhalifu. Itakumbuka kwamba hiyo miaka hiyo, baada ya vita na mvurugano wa makoloni kugawanika, kurudi na kukabidhiwa labda mataifa mengine, kulitokea mambo ambayo yalikuwa yanahusu uhalifu na zaidi uhalifu wa kivita. Kwa hiyo kukawa kuna umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa nchi na nchi kushughulikia uhalifu. Badala ya kila nchi kushughulikia uhalifu unashughulikiwa katika taifa moja. Utakapokuwa umevuka mpaka ule uhalifu unakuwa hauwezi kushughulikiwa. Lakini katika umoja huo, maana mtu atakapokuwa amefanya uhalifu ndani ya nchi 196 kwa sasa hivi, wanaweza wakashughulikia ule uhalifu. Kwa hiyo zamani ilikuwa katika kushughulikia uhalifu kwa nchi moja, ilikuwa unafika mahali unakuwa umekoma endapo mtu atakuwa amefanikiwa kutokea nje ya nchi. Ndio niseme kwamba wakati huo kwa ujumla taasisi au zilizokuwa zinafanya kazi zinazohusiana na mambo ya polisi zilikuwa ni changa.
kama ya kwetu ilivyokuwa changa, lakini hata hao mataifa mengine Ulaya, Amerika, Asia, shughuli za kipolisi zaidi zilikuwa zinafanywa na jamii, zikaendelea kukua mpaka zilivyokuja kuwa sasa ni taasisi za kitaifa, tena zikawa ni miongoni mwa vyombo muhimu katika serikali. Kwa hiyo ilitanuka kutoka kwenye jamii ndogo ndogo mpaka kuja kufikia sasa kwenye taifa, lakini ikaonekana pia kwamba uhalifu kwa sababu unavuka mipaka hauwezi ukashughulikiwa ndani ya taifa moja tu na ukafanikiwa. Ndio maana nimegusia swala la vita, especially vita ya kwanza ya dunia, na utaona pia hata vita ya pili ya dunia ilivyomalizika ndivyo mahitaji ya Interpol yalivyoonekana zaidi, yani ya kushirikiana katika kufanya kazi za kupambana na uhalifu. Na umetaja sifa ya ambayo ilikuwa nimesema chanzo ilikuwa ni vita ambayo ilichangia kuweka ile shirikisho, lakini pia ukasema ilikuwa kuna sifa ambayo inafanya uweze kukubalika kujiunga na shirikisho hilo. Unaweza ukatukumbusha labda sifa gani ambayo walikuwa wanaziangalia? Ndio niseme kidogo kwamba vita ilikuwa ni miongoni mwa sababu au mambo yaliyoonyesha kwamba kuna sababu ya kuungana, lakini kulikuwa kuna mambo mengine pia ya kijamii ambayo yalikuwepo siku zote. Lakini vita ilionyesha zaidi uhitaji, kwa sababu wakati huo ndio walikuwa wanatafuta mtu wanakuta kakimbilia nje ya nchi. Ukifika nje katika mipaka inakuwa ni mwisho wa kumfuatilia, lakini baada ya kuungana sasa ikawa ni rahisi kufuatilia au wahalifu. Makosa mengine ni yale yanayoangukia kwenye maeneo yanayohusiana na mali, na naweza nikazungumza kwamba yale mengine pia yanagusa mali, lakini hii inahusu ile kuwania mali ya kawaida ambayo inaendelea kwenye maeneo yetu, yakiwepo ya kazi za sanaa, lakini yakiwepo pia bidhaa bandia na vifaa vya dawa, lakini pia vitu vya thamani, na eneo hili pia linahusika na masuala ya silaha ndogo na silaha za kivita au uzagaji wa silaha ndogo na silaha za kivita. Eneo lingine ambalo ni la tano lilo katika mpangilio wetu ni kuhusu watu ambao wanatakiwa kwa ajili ya kushtakiwa sehemu mbalimbali, kama nilivyosema pale mwanzoni kwamba ni miongoni mwa majukumu ambayo Interpol inafanikisha. Hii kuna watu wanaohitajika, kuna watu ambao wametolewa matangazo kama vile hati za kukamatwa au tangazo maarufu. Nafikiri baadaye ndio tunaweza kuyazungumzia. Kuna matangazo yanaitwa matangazo ya Interpol. Yako mengi, matangazo kama 8, lakini kuna tangazo maarufu linajulikana kama tangazo jekundu. Wanakuwa kimombo wanasema red notices. Hii ni ile ni hati za kukamatwa mtu kwa ajili ya kwenda kushtakiwa sehemu nyingine. Nafikiri huko baadaye tutatoa ufafanuzi zaidi. Lakini pia inahusika na masuala ya vinasaba. Utunzaji au tuseme kanzidata za vinasaba. Hii inaweza ikawa vinasaba zile tunazosema DNA au alama za vidole, alama za miguu, alama ambazo zinapatikana kwa muonekano wa macho. Kwa hiyo zinahusika katika eneo hili. Lakini pia kuna ufuatiliaji wa watu ambao wanatakiwa kurudishwa kwao. Kuna nyaraka ambazo zinatoka labda na mahakama inatoa amri kwamba mtu arudishwe kwao, basi eneo hili hata kama ni kusindikiza ofisa anayehusika ni kwa maeneo kama haya. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba kwenye ile eneo ndio linalohusika na hizi taarifa. Kwa hiyo maeneo haya matano ndio ya makosa ambayo tunashughulikia na ambayo yapo kwenye ushirikiano huo wa shirikisho la polisi. Ndio. Kuna makosa ambayo polisi yapo ambayo nyinyi hamwezi kushirikia, ambayo yakuainishwa kwenye hilo shirikisho la nchi wanachama. Ndio, kuna makosa ambayo yanakatazwa kushughulikiwa. Yale yenye muonekano wa madai. Kama mtu anakuja anasema kwamba nimenunua gari na hii gari sijaipata, lakini unakuja kugundua kwamba hapa tu ni mtu kuchelewa kutekeleza majukumu ya kimkataba, basi hilo hatalishughulikia. Lakini mengine ni makosa ya kivita ambayo unashughulikia, hatuyashughulikii. Mengine ni makosa ambayo yanaonesha kwamba kushughulikia sio masuala ya kidini. Hayo pia hatuyashughulikii. Kwa hiyo niseme kwa kifupi tu, makosa tunayoshughulikia ni yale ambayo ni ya jinai peke yake.
Na hii jinai iwe kwa taifa letu au kama ni kwa taifa lingine, ni ile jinai ambayo sheria yetu inaitambua kama jinai. Labda kwa fupi niseme kwamba sheria, kama jambo limetokea kwetu ni kosa la jinai, lakini nchi nyingine haitambui kama jinai, tukiomba msaada katika hilo jambo linaweza kushughulikiwa, kwa sababu tayari tutakuwa tunaingilia himaya ya nchi nyingine. Kwa mtu anaweza akapata nafasi ya kupeta. Ndio, inawezekana. Mwananchi anafaidika vipi au ananufaika vipi na Interpol? Kunufaika kwa mwananchi na Interpol unatokana na kunufaika kule ambako mwananchi anafaidika na jeshi la polisi kuwepo. Kwa hiyo kwa yale matukio ambayo yamevuka mipaka ambayo yanastahili kufuatiliwa, tunayafuatilia. Kwa mfano mwananchi kama ametoa mashtaka kuhusiana na kufanyia uhalifu, inawezekana kwamba kuna ushahidi ambao unapatikana nje ya nchi, kuna mtuhumiwa ambaye anapatikana nje ya nchi. Kwa hiyo kile kitendo cha Interpol kuratibu ufuatiliaji wa ule usaidizi kutoka nje ya nchi, hatimaye unamwezesha mwananchi kupata haki yake. Kwa mfano kuweza kufika mahakamani kutoa ushahidi na hatimaye mahakama ikaweza kumpa haki anayostahili kupewa. Na misingi ya mwananchi kuripoti ya matukio ni kama matukio mengine, ili kupata misingi, ili kama mtuhumiwa wake hisi yuko nje ya nchi, ana misingi yake ni ipi? Yani katika kuripoti anaanzia kwenye vituo vya polisi vingine kama kawaida, au kuna mawasiliano ambayo mnafanya pia pamoja? Ni swali nzuri, kwa sababu watu huwa wanakosea, wanadhani kwamba watakwenda Interpol moja kwa moja. Kwa kawaida kesi inafunguliwa kama kawaida kwenye vituo vyetu vya polisi. Anayefikia hatua ya kuona kwamba swala hili linatakiwa kushughulikiwa na Interpol au swala hili linatakiwa kushughulikiwa namna gani, kuna jambo linalohitajika nje ya nchi, ni mpelelezi. Mpelelezi anaweza akawa mpelelezi askari, anaweza akawa mkuu wa upelelezi wa kituo au wa wilaya, au RCO, mkuu wa upelelezi wa mkoa. Akiona hilo jambo kwamba linahitaji lifuatiliwe nje, anatoa taarifa kwa DCI kwa barua, kwa kuelezea ile tukio. Basi baada ya hapo sasa ndio kitengo kinaletwa kushughulikia hilo jambo kutoka nje. Kwa hiyo mwananchi atafaidika nalo, sio kwa yeye kuhangaika kwenda Dodoma kama baadhi ya wengine wamekuwa wakitembea kutoka mbali kwenda Dodoma, na anapofika Dodoma anaambiwa kwamba hizi taarifa tutatakiwa kuzipata kutoka kwa mpelelezi. Kwa sababu wapelelezi wetu kama tunavyojua ni wataalamu, watakuwa wameona hili jambo ni linahitaji kufuatiliwa nje au linahitaji kufanywa namna gani. Kwa hiyo mwananchi anafaidika kwa namna hiyo kwa kupata zile haki, lakini kwa sababu sasa ya kuwepo kwa hiki kitengo ambacho kinasaidia kuratibu upelelezi hapa. Ile niliyosema mwanzoni kwamba kitengo kinaliwezesha jeshi la polisi kwenda nje kwenye taasisi nyingine za polisi, na kitengo kinawezesha polisi mahali popote duniani kupeleleza kesi iliyoko hapa. Kwa hiyo ni manufaa kwamba mwananchi yuko hapa, lakini Australia wanapeleleza kesi inayomhusu au wanafuatilia ukamataji wa mhalifu kwa kesi inayomhusu. Lakini hiyo mawasiliano yake ni na kituo chake. Sawa. Kwa hiyo misingi ni ile ile, lakini anachonufaika ni kwamba tukaona kwamba mnafanya kazi bila mipaka kwenda kwenye nchi yote, ndio ambayo inasaidia kuja kukamilisha kesi yake ile ambayo msingi. Hiyo ndio. Na nyingine ambayo inaweza kuwa na manufaa kwa mwananchi. Manufaa anayoweza kuyapata mwananchi, manufaa mengine ni ufahamu kwamba jambo lake linashughulikiwa, lakini pia manufaa mengine, ingawa tunaweza tukayachukulia naenda kwa mwendo hasi, lakini ni la manufaa, ni pale ambapo mwananchi anakuwa na haki ya kushiriki yeye mwenyewe kutoa taarifa ambazo zinaweza zikasaidia polisi mahali pengine duniani kufanikisha kesi. Kwa hiyo kama anapenda ashiriki, anaweza akashiriki kwa njia hiyo. Akiwa na taarifa yote ambayo ni ya issue, ambayo ni jambo ambalo linashughulikiwa kimataifa, anatoa taarifa kwenye vituo vya polisi, hatimaye ikifika inakwenda na matokeo ya ile kesi atasikia kwamba mtu fulani kakamatwa, lakini kwa sababu ya taarifa alizozitoa yeye, au jambo fulani, kitu fulani kimepatikana, mali imepatikana kwa sababu ya zile taarifa ambazo atakuwa amezitoa mtu. Kamanda Mushi, wito wako ni upi sasa kwa
wananchi kwa ujumla? Wito wangu pamoja na kuongezea kwamba pia mwananchi anapata uhakika wakati mwingine wa mali anazoagiza, kwa mfano magari, mali mbalimbali anazotaka kununua kutoka nje, uhalali, kutokuingia kwenye hasara kwa kuleta vitu ambavyo vinahusika na uhalifu alafu baadaye akaja akapoteza. Wito wangu ni kwamba wananchi au jamii kwa ujumla ijue kwamba kuna uwezekano wa kufuatilia kesi ambayo itakuwa imehusisha mamlaka ambayo itakuwa imehusisha maeneo mengine ya dunia, lakini tunawaomba watoe ushirikiano kwamba itakapotokea jambo lolote ambalo linahitaji mtu kushiriki, kwa mfano kutoa ushahidi, atoe ushahidi, lakini kikubwa zaidi taarifa ndizo ambazo tunazifanyia kazi zaidi. Kuna taarifa tunazoziita za kiintelijensia, lakini kuna zile taarifa za uhalifu ambao unajulikana wa moja kwa moja. Njia ambayo labda wanaweza kuitumia kama mawasiliano. Kama nilivyosema kuanzia mwanzo, acha kwanza mawasiliano ya kupiga simu, lakini kuna yale mawasiliano mazuri ambayo nimesema tokea awali ni kituoni. Wakiripoti pale kituoni, sasa ndio wakati huo sasa Interpol tunaweza tukapata taarifa kupitia hizo hatua toka kituoni kwenda wilayani, mkoani hadi ngazi ya taifa. Kweli tuna namba za simu ambazo tunazitumia, lakini mara nyingi namba hizi tunazitumia kuwaambia watu kwamba nenda kwenye kituo cha polisi. Tutazitaja namba ambayo ni ya mkuu wa kitengo cha Interpol. Ni 0734 20 48 45. Hii ni mkuu wa Interpol. Lakini pia wanaweza wakatuandikia ujumbe kwa kupitia email, na hii anwani kwa herufi ndogo zote inaandikwa Interpol, hii ya Kiingereza INTERPOL nukta DOM at tpf.go. Anaweza akatoa taarifa au kama kuna jambo lolote analotaka kuulizia anaweza akaulizia. Nimeona umesema kwamba hata kama mtu anataka kuagiza, unatoa wito, mtu anataka kuagiza mizigo hapa, magari nini, anaweza akawasiliana na nyinyi kabla kuagiza, au anaagiza kwanza kujua kwamba ile kuna uhalali au kampuni ile? Jambo hili lina mitazamo au lina njia mbalimbali za kuliendea, lakini njia rahisi pia hili unaweza ukatoa taarifa kwa mkuu wa kituo hatimaye kaja kwetu, lakini hili pia mtu anaweza akapiga simu moja kwa moja akajulisha kwamba ana mpango wa kununua gari kutoka Japani kwa mfano, na gari ananunua kwenye kampuni inayoitwa Fast Track Motor Vehicles. Anatuambia hebu tuchunguze kama hiyo kampuni ipo, kwa sababu sasa hivi watu wanatunga makampuni ya uongo. Kwa hiyo wakati tunaweza tukatuma taarifa Japani, Interpol Japani, tukawajulisha kwamba kuna mtu anataka kufanya biashara na kampuni ya namna hii, tunaomba kujua kwa uhakika kama kampuni hii ipo na inafanya shughuli gani. Kwa hiyo wale watatujibu kwamba kweli kuna kampuni hiyo na labda inafanya shughuli fulani. Wakati mwingine pia mtu anaweza akatuma zile namba za utambuzi ambazo ni chassis numbers au frame number kwa ajili ya kufuatilia. Tunapoingiza kwenye mifumo, kuna mfumo ule unaitwa Interpol saa 24 kwa siku 7 I247. Tunaweza tukaingiza kwenye kazi data ikaonyesha kwamba kama zile namba ni za gari iliyowahi kuibwa, alafu ikaripotiwa kule Interpol kwenye nchi inayohusika, ikapeleka kwenye hiyo data kwenye hiyo kazi data, basi itaonekana kwamba gari hii ni ya wizi au iliporwa au ilichukuliwa kwa namna yote ile, itatoa ufafanuzi. Kwa hiyo mtu ataambiwa kwamba hiyo gari achana nayo, lakini wakati huo huo sisi tutawasiliana na ile
kwamba taarifa za gari hii zimekuja kwetu na hii gari inaelekea iko sehemu fulani, wanaweza kufuatilia. Kwa hiyo kumbe Kamanda Mushi, manufaa ni mengi sana kwa wananchi hapa. Inaweza ikawasaidia pia wananchi kuweza kuokoa baadhi ya mali zao au kuondoka kuingia kwenye uhalifu bila kukosea. Ni sahihi kabisa, kwa sababu lengo la polisi sio kupeleleza. Kupeleleza kunafuata baada ya kuzuia kutokufanikiwa. Kwa hiyo tunapofanya kwenye kuzuia kwa njia hiyo inakuwa na manufaa zaidi. Afande Mushi, nashukuru sana kwa kuja studio na karibu tena, tuendelee kwa pamoja katika vipindi vingine ili kutuhabarisha. Najua leo umezungumza kwa utangulizi tu kama mkuu wa kitengo, lakini tutapenda tena siku nyingine tukualike kwa ajili ya kufahamisha mambo mengine mbalimbali ambayo yanaweza yakamsaidia mwananchi katika kufanikisha malengo yake ya kiusalama. Nashukuru sana, tuko pamoja. Karibu sana. Asante. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Usalama TV katika kufuatilia kipindi chetu cha Tanzania Salama ambacho tulikuwa tunazungumzia katika mada yetu ya leo. Ilikuwa nasema namna gani Jeshi la Polisi Tanzania linavyofanya kazi na Interpol, ambapo studioni tulikuwa naye naibu kamishna Jemin Mush kutoka kurugenzi ya upelelezi wa makosa jinai kitengo cha Interpol, ambapo alikuwa anatupitisha kutufahamisha tu namna gani Interpol inavyofanya kazi na inaweza kumsaidiaje au mwananchi ananufaikaje na kuwepo kwa Interpol, ambapo kwa taarifa zaidi ili kuweza kufahamu mambo mengi au kutoa taarifa kuhusiana na Interpol, unaweza ukapiga simu namba 0734 20 48 45. Hii ni kwa mkuu wa kitengo cha Interpol. Lakini pia unaweza ukawaandikia message au ujumbe mfupi kwenye email ya interpol.don.tpf.go.tz. Unaandika ujumbe mfupi wa kutoa taarifa yoyote ya kiuhalifu ama kutaka jambo lolote ambalo unaona linaweza kutaka kulifahamu ili uweze kupata majibu ya haraka. Penzi mtazamaji, endelea kutufuatilia katika akaunti zetu za Jeshi la Polisi ambazo kwenye upande wa Facebook ni Police Tanzania, lakini Instagram unatupata kwenye polisi.tanzania na kwenye Twitter unatupata kwa Tanpo, YouTube unatupata kwenye Usalama TV, lakini website ni www.police.go.tz. Nashukuru sana kwa kuletea kipindi hichi. Ulikuwa nami Valentine Ngoi. Karibu tuendelee kwa pamoja katika siku ya Jumanne. Asante.